Habari za wakati huu. Jina langu naitwa Jessica Beatus. Karibuni sana katika kipindi chetu ama episode yetu ya pili ya Jenga Utawala. Mimi kwa taaluma yangu ni administrator ama msimamizi na kiongozi. Ni mwanzilishi wa asasi ya kiraia inaitwa We Thrive Africa Initiative, lakini pia ni kiongozi wa jamii ya teknolojia inaitwa Google for Developers Arusha. Karibuni sana katika kipindi chetu. Naomba nitoe fursa kwa washiriki waliopo na mimi kwenye kipindi hiki waweze pia kujitambulisha. Karibuni. Kwa majina naitwa Remes Nicholas Tarimo, ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha, nasoma Bachelor of Accountants with IT. Mimi pia ni member mmoja wa Bread and Tech Company. Asante. Kwa majina yangu naitwa Holiness Amos Mchopa, ni mwanafunzi wa IAE Arusha na ni kozi yangu ni Bachelor of Accounting with IT, najishughulisha na small entrepreneurship. Asante. Asanteni sana kwa kuchagua kushiriki pamoja nasi kwenye Asanteni sana kwa kuchagua kushiriki pamoja nasi kwenye hii episode yetu ya pili, na moja kwa moja bila kupoteza wakati tutaenda moja kwa moja kwenye mada yetu, ambapo mada yetu ya leo inasema ni vijana, fursa za kiuchumi. Vijana na fursa za kiuchumi, uongozi pamoja na usimamizi katika kujenga mustakabali wa jamii zetu ama building local prosperity. Kwa kuanza kabisa, lengo ama madhumuni ya sisi kuwa na mjadala huu, vitu ambavyo tunatakiwa tuwe tumevikamilisha mpaka kufika mwisho wa kipindi chetu, tunatakiwa kuwa tumeangalia ama tumejifunza nini kati ya uhusiano ama uhusiano uliopo kati ya uongozi pamoja na fursa za kiuchumi kwa vijana, lakini pia pamoja na masuala ya ajira. Kitu kingine ni kuweza kufahamu ama kujua kazi za viongozi au kazi za serikali za mtaa, kazi za serikali za mtaa katika kutengeneza fursa kwa vijana. Lakini dhumuni lingine ni kuweza kuwatia moyo vijana ili kuweza kushiriki moja kwa moja ama kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi ndani ya jamii zao, kwenye kupanga pamoja na kuhakikisha maendeleo yanapatikana kwenye jamii ambazo wao wanatoka. Lakini lengo lingine ni kuweza kuwasababisha ama kuwasaidia vijana waweze kushiriki na kuja na masuluhu ama masuluhisho juu ya changamoto mbalimbali ambazo zinakumba jamii zao. Kwa kufungua ama kwa kuanza mjadala wetu, ningependa tuanze na maswali ya kuanzia ama ya kuchokoza mada kama ifuatavyo. Swali letu la kwanza linauliza, ukisikia ama tunapozungumzia kuhusiana na fursa za kiuchumi kwa vijana, ni kitu gani ambacho kinakuja kwenye fikra au kwenye mawazo yako? Unaelewa nini kuhusu fikra za kiuchumi kwa vijana, na inamaanisha nini hii ndani ya jamii yako inayokuzunguka? Karibu. Okay, asante. Kwa upande wangu nikisikia fursa na zikihusianishwa pamoja na vijana, kwanza kijana ni mtu ambaye tukisikia neno kijana tunajua kabisa huyu ni mtu ambaye ni mchakarikaji, ni mtu ambaye yani anakwenda kwa kuchakarika, yani akisikia kitu fulani anaweza kakifanya akakimudu kwa sababu ya nguvu pamoja na umri aliokuwa nao, pamoja na tukisema katika umri wa kijana pia ni mtu ambaye anakuwa na wepesi sana katika kufikiria. Kwa hiyo tuna uhakika ni mtu ambaye yuko very active katika upande wa kufikiria na katika upande wa kufanya, akifanya kitu anakifanya kitu kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo tukihusianisha sasa vijana pamoja na opportunities zilizopo, vijana ni watu ambao wanatakiwa wajitahidi sana katika zile fursa. Yani ukisikia mahali fulani kuna fursa, angalia, fanya. Sawa? Kwa kijana
fursa ni jambo ambalo linalandana kabisa. Ndio. Asante. Kuna mwingine labda ana kuongezea kidogo kwenye swali letu kwamba ukisikia kuhusu tunapozungumzia vijana na fursa za kiuchumi, ni kitu gani ambacho kinakuja? Inamaanisha nini hii ndani ya jamii zetu zinazotuzunguka? Asante. Fursa na kijana, kwanza katika hatua za ukuaji, kuna ile hatua ambayo unakuwa chini ya usimamizi. Baada ya hapo unaanza kuletwa kwenye, unakuwa exposed duniani. Pale sasa ndio unaanza kujielewa wewe ni nani. Inakuwa kadiri ya umri wa miaka 20 na kuendelea mpaka 35, wengine mpaka 40 bado wanajitem kama vijana. Fursa na vijana ni ile kupambanua, kuona na kuelewa kitu gani kinahitaji kufanyika kwa ajili ya kujisimamia. Kwanza sasa kujisimamia wewe, either kiuchumi au any aspect, kijamii au any other aspect kwenye maisha yako. Ndio hapo sasa tunaanza kuona matatizo au changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili sisi na jamii na kuanza kuzitatua, kama kuhitaji fedha, mahitaji ya fedha and so on. Asante. Karibu. Asante sana. Ningependa kuongezea pia, ukiangalia kwa sasa hivi dunia inapoelekea, tunaelekea katika mambo ya kompyuta, mambo ya AI, na ukiangalia wazee wetu wengi wamezaliwa before a computer generation. Kwa ukiangalia kwa upande wa pili, vijana wengi wamezaliwa katika generation ambao teknolojia imesha kuwepo. Vijana kwa hiyo aspect inamaanisha hiyo ni fursa kwao katika community inayozunguka. Kwa hiyo unamaanisha kwamba vijana na fursa za kiuchumi kwenye jamii, maana yake teknolojia inatoa mwanga wa fursa za kiuchumi kwa vijana kwenye local community. Ndio nilikuwa nazungumzia aspect hiyo. Sawa, tunashukuru sana. Ni kwa namna gani uongozi unahusiana sasa, uhusiano ama connection kati ya uongozi na ajira pamoja na ujasiriamali miongoni mwa vijana? Kuna uhusiano gani uliopo kati ya uongozi, ajira pamoja na ujasiriamali miongoni mwa vijana? Asante. Kwa uongozi kuna uongozi wa aina tofauti, right? Sasa katika kwa mfano uongozi wa local government wanaweza kawapa vijana opportunities, kwa mfano fursa zikaje, kwa mfano fursa zimekuja za elimu, afu wana vijana wengi mtaani unakuta wengine wamesoma, wana degree ya walimu, wanaweza wakatoa kwa vijana pale katika government yao. Ndo ambapo serikali, ndo uhusiano wa serikali na vijana katika mambo ya ajira. Asante. Mwingine anaweza kuchangia kwenye hili swali letu kwamba kuna uhusiano gani kati ya uongozi, ajira pamoja na ujasiriamali? Uongozi, ajira na ujasiriamali miongoni mwa vijana. Uhusiano kati ya uongozi, ajira na ujasiriamali upo. Kwa uongozi inabidi iwatengenezee mazingira watu ambapo wataweza kufanya biashara zao. Hapo tutapoongelea uhusiano kati ya uongozi, ajira na ujasiriamali, kwa kuwatengenezea mazingira ambayo watu ambao wataweza kujiajiri na kuweza kufanya na kuendesha shughuli zao. Kaka hapa anatuambia uongozi maana yake kuna mazingira rafiki ambayo yatafanya vijana waweze kutengeneza hizo ajira. Haimaanishi kwamba vijana wakae wasubiri ajira zitengenezwe, kwa sababu tunavyokwenda shuleni kusoma hatutegemei ajira zilizopo ndio sisi twende zikatu accommodate. Inabidi na sisi tuwe viongozi wa kutengeneza ajira ili wenzetu wengine wanufaike kupitia ajira tunazotengeneza sisi, lakini pia kupitia hizo ajira tunazotengeneza tunaweza tukatengeneza ajira kupitia ujasiriamali, si ndio? Kwa mfano dada hapa alituambia
kuna kitu anafanya. Hebu unaweza kutuelezea kidogo kuhusiana na unachofanya na ukahusianisha uongozi, ajira pamoja na ujasiriamali wewe kama kijana? Kuanzia kwenye ujasiriamali, uongozi umekuwa muhimu kwa sababu wanatoa direction, ama kuanzia kwenye usajili unatakiwa uweze kutambulika, na hivyo vyote unafanya chini ya uongozi wa serikali za mitaa. Lakini pia tukienda zaidi kwenye makampuni, pia unaanzia kwenye serikali ya mitaa na kwenda mpaka halmashauri. Kwa hiyo yote ni kuhalalisha, lakini pia kukupa wewe direction ya kufanya kile kitu ambacho unakifanya. Lakini pia hapo zaidi ni kutengeneza nafasi zaidi za ajira. Sio lazima uongozi kutengenezea wewe nafasi ya ajira. Ukishahalalishwa ukatoa miongozo yako, kitu chochote ulichonacho, idea yako, ni opportunity kwa wengine pia. Asante. Kwa hiyo tumesikia kutoka kwa mchangiaji aliyepita kwamba wewe ulichonacho kinaweza kikawa sababu ya ajira kutengenezwa kwa wengine kupitia uongozi wako. Kiongozi unaweza ukawa mjasiriamali kupitia wazo lilonalo, ukaliweka wazo lako kwenye utendaji, na ukiliweka lile wazo lako kwenye utendaji litaweza kusaidia kuzalisha ajira. Lakini serikali za mtaa nafasi ilionayo ni kutoa ushirikiano au support kwa wale vijana pindi wanapo kuja na mawazo yao ambao ni mawazo yenye tija ya kusaidia jamii zao, wawashike mkono na kuwasaidia, wasiwe sababu ya wale vijana kukwama ama kukata tamaa, si ndio? Asante. Tunakuja kwenye swala zima la uongozi pamoja na fursa, au uongozi, usimamizi na fursa zilizopo. Ni nini majukumu ama wajibu wa serikali za mtaa? Viongozi wa serikali za mtaa wana wajibu gani katika kutengeneza fursa kwa vijana? Ni nini wajibu wa viongozi wa serikali za mtaa katika kutengeneza fursa kwa vijana? Okay, nitajibu swali hilo kwa jinsi mimi ninavyoelewa. Kuna soko liliungua ambapo serikali walichukua action kwa kuwajengea wajasiriamali vibanda kwa ajili ya kufanya shughuli zao. Au kingine ni ule mbunge wa Kigoma, kwa majina maarufu anajulikana kama Baba Levo. Uliangalia aliwanunulia wamama wale wa mama ntilie au wanauza mboga kwa kuwajengea vibanda na meza kwa ajili ya kuweza kuuza bidhaa zao. Kwa hiyo ukiangalia hapo aliwajengea mazingira rafiki kwa ajili ya kufanya shughuli zao za kiuchumi na kibiashara. Sawa. Unahisi kwamba ni kwenye upande wa jamii sasa, unahisi ni changamoto gani za kiuchumi ambazo vijana wanakutana nazo kwenye jamii zao? Changamoto gani za kiuchumi ambazo vijana wanakutana nazo katika jamii zao? Asante. Changamoto ya vijana ambapo zinawakumba hasa katika uchumi mara nyingi ni funding, capital. Unaweza kuta mtu ana idea nzuri ila ile startup ya kuanzisha inakuwa hana, au ukiachana tu na hiyo capital, hana ile mentorship. Yaani mtu ambaye wakuweza kumguide, kumwambia kwamba ili idea yako iweze kuwa practically utabidi ufanye hivi, utabidi ufanye legislation kupitia hapa na hapa, kwa sababu bila mentorship yani huwezi kuanzisha biashara yako yoyote, kwa sababu mtu anakuwa na idea, ila ile idea paka kuwa in reality utabidi uwe na mentorship. Kwa sababu kwa mfano jana tulikuwa East Africa Community, tulienda pale for purpose of exhibition. Sasa kuna mtu mmoja kutokea South Sudan alitupa a certain kind of kama ni swali hivi, alitu challenge kwamba sawa, nawapongeza kwamba nyinyi mnakuwa na idea nzuri. Sasa katika hizi product ambazo mnaziuza, je, zimesha sajiliwa labda na TBS na vitu kama hivyo? Sasa unakuta mtu ana idea ya kutengeneza labda products zake kama sabuni nini, ila
hizo procedure za mtu labda paka product yake iweze kusajiliwa na TBS, mtu nakuta hana. Kwa hiyo mentorship inabidi iongezwe kwa vijana. Aha, sawa. Swali lingine ni kwamba ni wewe umewahi kubenefit au umewahi kunufaika kutoka katika programu yoyote ya serikali ya uwezeshaji wa vijana? Mimi ndio nimewahi kunufaika. Iliandaliwa na halmashauri kwa kushirikiana na ofisi ya mbunge. Ilikuwa ni free of charge mafunzo ya ujasiriamali. Hapo ndo nilipopata take a lead by yourself, yani kujiamulia mimi kwamba kumbe naweza kufanya kitu fulani. Aha, asante. Ni fursa gani ambazo natamani ziwepo katika wilaya yako? Fursa gani wewe kama kijana unatamani ziwepo katika wilaya yako? Okay, mimi kwa upande wangu katika wilaya yangu, fursa ambazo nazitamani kusema kweli ziwepo zipatikane au ziwe open kwa vijana. Sasa hivi tuko katika dunia ya teknolojia na mimi I'm very interested in technology. Yani katika hii drive ya technology, AI na vitu vingine kama hivyo. Yani napenda sana. Kwa hiyo natamani vitu vingi ambavyo vinavyofanyika locally, sijui labda mtu anataka kufanya usajili wa kitu fulani, let's say kwa mfano kama yani kuna vile vitu ambavyo unataka mtu avisajili au usajili wa biashara, anataka let's say au kutane na mtu fulani aombe barua labda kwa mtendaji na vitu kama hivyo. Vingi natamani hivyo katika upande wa teknolojia au katika mtandao. Na nimeona vitu hivi vikiwa kweli vinafanya kazi. Kwa sababu gani? Let's say kama kutafuta TIN number. Tafuta TIN number inamuia labda mtu atakiwa aende pale TRA, mwingine anakuambia watu wako wengi kwa anasimama pale kuanzia asubuhi hadi jioni, na uwezekano wa kupata TIN number bado anatoka pale hajapata ile TIN number. Lakini kumbe kuna mfumo ambao upo na unamwezesha mtu kupata TIN number hata nusu saa. Ni nyingi sana kwa mtu ambaye ameshajiandaa na taarifa zake nini. Yaani nusu saa ni kubwa sana kukupatisha hiyo TIN number, kusajili biashara, kusajili kampuni. Yaani imekuwa na kweli serikali tunaipongeza sana kwa sababu wamejitahidi sana katika kuvifanya vitu hivyo katika wepesi zaidi au katika viganja vyetu vya mkono, nikiwa namaanisha simu za mkononi. Asante, naona muda wetu umetupa mkono, tumebakiwa na dakika takriban 2. Swali langu la mwisho, ni ushauri gani ambao unaweza ukawapatia viongozi wa serikali za mtaa kuhusiana na uwezeshwaji wa vijana? Ushauri gani ambao tunaweza kuwapatia viongozi wa serikali za mtaa kuhusiana na fursa ama uwezeshwaji wa vijana? Kwa kuchukua reference ya serikali kuu, tayari wao wamejitahidi sana na wameweza kuwapatia nafasi vijana kushiriki katika serikali. Tukimtazama kama Paul Makonda na Nauka na wengineo, wamekuwa na tumeona implementation zao, wamefanya vitu vikubwa sana na vingi. Kwa vipi sasa katika serikali za mtaa? Tukirudi katika serikali za mtaa, wengi wamekuwa ni wazee, wanakuwa katika ofisi zile. Lakini ukienda pale unaweza kukuta kijana labda ni mmoja au wawili. Muulize ameingiaje katika ofisi ile. Ndio tunarudi kule kwenye mambo ya system au connections. Kwa napenda sana kwa serikali zetu za mtaa, nao pia wajitahidi sana kuwaweka vijana katika nafasi zile. Vijana wana nguvu na vijana pia wana maarifa makubwa sana ya kuwawezesha kutuondoa katika changamoto hizi tunazozipitia katika maisha yetu ya kila siku. Sawa, swali hili linaenda kwetu sisi wote. Kama ungepewa nafasi ama ungeweza kuwezeshwa leo, ni kitu gani ambacho ungeanzisha au kitu gani ambacho ungefanya kati ya kuanzisha biashara, improve ama kutengeneza maisha ya kuimprove your family ama kuimprove your family, kurekebisha ama kuimprove familia yako, au kujifunza kitu kipya ama kutafuta ajira? Kama leo ungepata nafasi ama ungewezeshwa, kitu gani ambacho ungeanzisha kufanya kati ya biashara, kuimprove maisha ya familia yako, kujifunza skill mpya au kujifunza kitu kipya, au kutafuta ajira, na kwa nini?
mi ningeanzisha biashara, kwa sababu tayari nikishaanzisha biashara familia yangu inanufaika. Nitajifunza vitu vipya kupitia ile biashara na kuiendeleza. Creativity, innovations kila siku zinatokea. Lakini pia watu wengi watanufaika, nitatengeneza ajira kwangu na kwa watu wengi nyuma. Asante sana. Mwingine mwenye wazo tofauti kabla ya kumalizia na kufunga mjadala wetu? Okay, mimi naamini katika kujifunza, yaani katika kutafuta skills mpya za kila siku. Kwa sababu gani? Yaani unaweza ukawa na skill ndogo lakini ndio ikawa chanzo cha ajira yako. Unaweza ikawa chanzo cha kuisaidia familia. Familia nyingi zimekuwa zikijihusisha labda katika biashara, katika vitu fulani, chanzo chochote wanachotumia katika kujipatia mapato. Kwa hiyo kwa zile skills utakazozipata zinaiwezesha kwanza familia wanakuwa wanaishi katika mazingira fulani ambayo ni mazuri, na pia wewe mwenyewe unaweza kujipatia ajira kupitia zile skills ulizokuwa nazo. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu ama episode yetu kwa siku ya leo. Asanteni, mpaka tena wakati mwingine.